mtakatifu. Naleta sadaka ya sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, twakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Sitabudu miungu mingine. Sitabudu miungu mingine. Siona mfano yoyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, wastahili sifa. Sitabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, wastahili sifa. kwa Yesu, kwa Yesu, wastahili sifa. kwa Yesu, kwa Yesu, wastahili sifa. kwa makuu yote kwa Yesu, wastahili sifa. kwa uponyaji kwa Yesu, wastahili sifa. kwa ushindi kwa Yesu, wastahili sifa. kwa upendo kwa Yesu, wastahili sifa. kwa makuu yote kwa Yesu, Baba. wastahili sifa. Tunakuinua Father Lord, we thank you, we bless you this tunasema ni morning. asante, maana wewe ni We give you all the glory and mwema kwa honor ajili wewe because ni you are mfalme wa worthy. wafalme. Lord, as Tunasema we wewe ni start Mungu our wetu, service wewe ni this Jehova morning, we wetu. speak for your Wewe ni greatness. Mungu wetu, wewe ni We Jehova. speak for your Wewe ni presence Mungu to be mwenye with amani, us, wewe O ni Mungu Lord. mwenye upendo. We pray Wewe that, ni Lord, Mungu you mwenye touch your utukufu. people, Wewe ni Mungu heal mwenye your baraka, people, wewe ni Lord. Mungu mwenye Save ushindi. your people this Tunalinua jina morning. lako Bwana, Release tunashukuru your jina grace lako. upon us, Almighty Tunalinua jina God, lako, tunasema upon wewe your ni kwako churches, Bwana. upon your Kila people. kitu ni kwako Dear Lord, we Mfalme. pray Nguvu that you zetu walk ni with kwako us this Mfalme. day. Tegemeo You walk letu with ni us kwako in our lives, Mfalme. O God. Mungu wewe ni Because Jehova, wewe without ni you, Mungu O unayeweza God, in our yote. side, Wewe ni we mfalme will wa wafalme perish, O God. usiyeshindwa. Wewe Without ni Jehova you in mshindi our wa yote. side, we Wewe are ni Jehova nothing, my mwenye Father. We need you, King of Tunalinua glory. jina lako, Bless us, tunakuinua. mighty God. Tunasema ni We asante, bless kila you, kitu King ni of kwako. glory. Mfalme, For we maisha pray, yetu ni believing in kwako. Jesus' Mfalme, name. maisha yetu ni kwako. Amen. Tunakuinua Mungu. Amen. Father Lord, we thank you, we bless you. Thank you so much, praise and worship. Because of time, we are going to continue our service. Father Lord, we bless you. I bless my audience this morning. I bless the praise and worship this morning. I bless the bishop and the pastor in this church, oh God. I bless the members of this church. I am blessing all the fraternity of Sayari. All the fraternity who are watching us from YouTube and Facebook.
YouTube na Facebook. Even those listening to us from their homes. Abanyambali batotegererete ku rukinka. We release the power of your love upon them. Twabwatukire kinguru ky'obwanchenigo kyase bonsi. May you bless them, my Father. Basesenie tatone. Touch them this morning. Bakune mambi yabono. Remember them, oh God. Bayinyole Nyasaye. Whoever is suffering, Onde bwensi obwateme chando. whoever is going through challenges, Onde bwensi obwetera amakongu. Father Lord, may they feel your power. Nyasaye tikabayigo kinguru kyao. May they feel your intervention. Tikabayiwo weswana ni kwao. In the mighty name of Jesus. Aseli etali ya Yesu Kristo. You are a wonderful God. Ayi Nyasaye omuya. You are a grateful God. Ayi Nyasaye omonene. There is nothing hard to you. And there is nothing impossible. All things work out in you. Touch your people. Bless your people. In the name of Jesus. Let your power be upon us. May we operate in a high anointing in this morning. Even as we minister with my interpreter, may you give us the grace to speak your word. To speak your word. In the name of Jesus. We pray and believe. Amen. 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 Thank you. Biyamano. Let's go straight to the book of Mark chapter 2. Mark chapter 2 verse 1. Mariko ibere tosome eyemo. Mark chapter 2 verse 1. Mariko ibere ogochakere yemo. Let's read. Tigansome. And again he entered into Capernaum. Agasoa Capernaum naende. And after some days, nyuma ya matuka make, it was noised that he was in the house. Akaigugwanga na wale nyumba. Repeat that in your language. Agasoa Capernaum naende nyuma ya matuka make, akaigugwa inganao ale nyumba. And straight away, elio abantu abange bagasangerekanamo, many were gathered together inasmuch that there was no room to receive them. Bagasangerekana tiriatigarali baga asebale. No, not so much as about the door. Nonya ngoi kagesieli. And he preached the word na Yesu akabogo kwana lingana asebale. Unto them. Asebale. Praise the Lord. Manana bakwe. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. Abantu bagacha bakamorentera omonto orengeri gata obogoirie n'abantu bane. And when they could not come nigh unto him for the press, ekiagera batanyarete koimoka ange asenge nchiyo muganda, they uncovered the roof bakabochora ekerama asali arenge where he was, asarenge. And when they had broken it up, kobakolire ko getagora, they laid down the bed bagaikya obolere bolia wherein the sick of the palsy lay. Olia orengeri gata araire. And when Jesus saw their faith, Yesu agachakororo kwegena kwabo, he said unto the sick of the palsy, agatebi oli orengeri gata, son, omwanone, thy sins have been forgiven. ebbe byao byabeirwe. But there was certain of the scribes sitting there, abande asaboroke bamaliko and reasoning in their hearts, bakaboli asachingoro kyabo. they doth this man speak of blasphemy. Nakyoyo agotebaiga, who can forgive sins but only God only. Nkorama ale ningora nyare kwabere bibe otatigoyo nere Nyasaye. And immediately when Jesus perceived in their spirit, Yesu na manyete ase omoika oyeime, and they so reasoned within themselves, he said unto them, why reason you these things in your heart? Whether is it easy to say to the sick of the palsy, thy sins are forgiven, or arise and take up thy bed and walk. My sermon is based on verse 1 to verse 5. That it is good when Jesus is in your heart. That is my topic.
that it is good when Jesus is in your heart. It is good when Jesus is in your life. When Jesus is in your life, things don't remain the same. Things don't remain the same. When Jesus is in your heart, there is abundance of joy. There is abundance of money. There is abundance of good things. Listen. It is good when Jesus is in your life. It is good when Jesus is in your family. It is good when Jesus is in your education. It is good when Jesus is in your ministry. I want to shock you that some of us, we are celebrities. We are using our fame. Jesus is no longer in our lives. We are using our fame. We are using our ways of doing things to woo people. That we are people who are using our own powers and not Jesus' power. We are moving people to churches using our tricks and not Jesus. And I want to tell you that one day Jesus went to Capernaum. And when he went to Capernaum, the Bible says it was noised. It was noised. There was no posters. There was no announcements in the TV. There was no motorist passing around telling people Jesus has come. But it was noised that Jesus has come. In Capernaum, he did not tell people, come, I have come. Instead, he just entered a house in Capernaum and he took a seat. The Bible says it was noised. People came from all over and there was no space in the house. Even outside the gate, people were full. What always amazes me is that Jesus did not have speakers like this. He did not have any means of communication. He only started to teach and the house was full. When Jesus is in your heart, things get full. When the church has Jesus, when Jesus is in the house, things get full. Hallelujah. If we put Jesus in this house, Jesus at the house will be full. We will not have anywhere to put the people. Hallelujah. Yesu akiwa ndani, watu wanachaa, abantu bagoichora paka isiko, paka nje, paka bagatura isiko, paka hapo nje wakaja. Akukukuwa na mahali pa kuingilia. Hii bagari kabura liyo gosora. Abande bagaikara bagatenena bakaigoro. Wengine wakasimama katika miti. Oyo ndaga acha igoro nande. Wengine akasimama kwa mwingine. Lakini wachini hawezi complain. Lakini oyo iseta arosete. Nga wanta chile mono. Kama umenikanyaga sana. Ai bwana kuamigire mono. Wewe umenifinya sana. Iko bechogete. Wakajipanga vizuri. Hata kama kulikuwa na wakufinyana. Na wanyino kumigana kwa rengo. Hakuna mtu alicomplain. Mondo ta rengo. Sikiliza mwenzangu, kwa nyumba zetu, hasa ni nyumba chaito, Yesu akikuwa ndani, hata kama sukari ni kidogo, wanya sukari kereka, wanya na mafuta taliko chieranyeni, hata kama mafuta hayatoshi, tuliko complain, hatutalalamika.
basacha is in the house. Hallelujah. Hallelujah. Tegelea hango temi. Sikiliza nikujuze. Yesu akiwa ndani yetu. Yesu akarari meyaito. Vitu vinajaa. Ebintu bigoichora. Wacha kusumbuka na sina pesa. Kiago chande kanga timbo ati chibesa. Weka Yesu ime. Weka Yesu ndani. Weka Yesu ime. Weka Yesu ndani. Ebintu mbili tu ichoilia sama gimaito. Kuna vitu tumejaza katika maisha yetu. Kuna watu wamekunywa. Abantu mbali banyure. Baicholitie viredi nyumba. Wamejaza kireti za pombe kwa nyumba. Lakini mbana kutoseka. Lakini hawajawahi tosheka. Kuna watu wameenda na wanawake maelfu na maelfu. Abantu mbali bararira n'abakungu kiribu ne kiribu. That remind me of a Samaritan woman. Onginyori omukungu oli Samaria. Ingabwata basacha bakata manyeti. Alikuwa na wanaume hata yeye mwenyewe wako anajua. Lakini Yesu na maete namba. Lakini Yesu alikuwa anajua ni wangapi. Paka kumbolinga genda ole tu musacha. Mpaka anamwambia enda uleta mwanaume. Amatenga nje. Anamwambia mimi nje hakivo kumabwana boroboko. Mimi maisha yangu ni magumu. Ama ni manyete mbatano bwate. Ninajua nini uko na watano. Toka kanga Yesu tamanyeti mechano yao. Usidhani kwamba Yesu hajui shida zako. Yesu na manyete mechando yao gwetera. Yesu anajua shida zako unapitia. Yesu anajua challenges unapitia. Yesu na manyete mechando gwetera. But the Bible is telling us. Lakini Biblia iko totebiga That Jesus inga Yesu was brought to that family. Ere agasoa senkeria. Ekero Nyasaye, ekero Yesu asoeta somo kungulia. Wakati Yesu aliingia kwa yule mwanamke, na yule mwanamke akamkubali. Na mukungulia akamwancherana. Akamwambia vitu si sawa. Akamoteba ibintu mbiri buya. Vitu si sawa hata hapa. Bintu mbiri buya no ena ajispika chindogo ranga chichira on and off. It was doing good. Rudisha ile sauti ya kwanza. Tusimame juu. Tutenene igoro. Let's stand up please. Tutenene igoro. I want to tell you. There is power when we bring Jesus into our hearts. This morning, our time is not really big. And our instruments keep tampered. So we want to pray. We want also to pray over our situations. Situations also that need Jesus. Things that need Jesus. When Jesus entered the life of that Samaritan woman, he could not even want to see other men. He was satisfied. I don't know what is in your life that has never been satisfied. But I want to tell you, when Jesus will come to your life, if you invite Jesus right now and say, today I am tired, I need that Jesus, the Jesus that Nyamataro PH is preaching, and I want to tell you, your life will not be the same. It will change. We accepted Jesus as young people, and he has brought us to this far. And I can tell you, Kaka, if it was not Jesus, I don't know where we were to be. Today we are even standing to preach the gospel to many people, even to those who don't see us. I want to tell you, there is power in the name of Jesus to break every bond, to break every chain, to break every power, the power of darkness. Umejaribu waganga, umejaribu watu wa aina yoyote, wachire mpaka Tanzania, umeenda hadi Tanzania, umeenda mpaka Kitui, wachire mpaka Kitui, umeenda hata Uganda, wachire nonye Uganda, umejaribu hata Wawakisi, watemira noena bagusi, umeshindwa, wasinyirwe. Nataka kukuambia, jaribu mwanaume wa wanaume ambaye ni Yesu Kristo. Ukimjaribu, mambo yote yatakuwa sawa. Mambo yote yatakuwa sawa. Sikiza,
kuna utamu kwa Yesu. Ndio maana Daudi anasema, nilipomuonja Yesu, sikutaka kutoka kwa nyumba ya Mungu. Nilipomuonja Yesu, I have tested and I have known that there is power, that Jesus is good. Njoo uonje Yesu. Njoo uonje Yesu. Oh, your man needs to test Jesus. Your man needs to test Jesus. Your family needs to test Jesus. The Bible says, when brothers and sisters come together, there I command a blessing. The reason why your family is not blessed is because there is no unity. The many churches are struggling because there is no unity. Organizations are suffering because there is no unity. Oh, unity is Jesus. Unity is Jesus. He's the glue that we need. In the name of Jesus. The Bible says that even when there was a crippled man, a man who was so paralyzed, when he came and found the house full, the Bible says he did not tell people, hamuoni niko na mtu hali nione huruma tafadhali, nisonge tafadhali, toka kwa njia. No, he did not. The Bible says he saw another route. He saw down here people are so full, but up there there is no one. So he climbed up. Do you know how heavy is a man who cannot even talk? Do you know how heavy is a paralyzed man? But they raised that man. And I am also telling you, hata wakati yule mwanaume mwenye nyumba hakuenda kulalamika kwamba mnatoa mabati ya nyumba yangu, mnabomoa namna gani? Biblia inasema wakabomoa, wakashusha yule mtu chini kwa Yesu. Unafaa kubomoa nini siku ya leo? Ili upeleke shida zako kwa Yesu Kristo. Ni maringo yamefanya usifikie Yesu. Bomoa. Ni nini hiki kinafanya unataka uonewe huruma? Unasema mimi ni mtu masikini. Sikiliza. Hawakuambia watu toruere njera. Batia abantu ngatutoke njiani. Hawako wanataka huruma. The Bible says, Biblia inasema wakaangalia juu, wakaona barabara nyingine. Ona njia nyingine wewe. Tazama, ona njia nyingine. Kuna njia nyingine. Bomoa hiyo mabati. Kuna watu ambao maringo yamewashikilia mpaka hawataki kuona Yesu, mpaka ambatageti kwa bana Yesu. Bomoa. Ati unasema umejenga makorofa, hakuna mahali zitakufikisha. Ati uko na pesa kwa benki, ati kanisa kama siku hamtaendelea. Bomoa. Bomoa. Shusha mgonjwa wako chini. Shusha mgonjwa wako. Kuna mtu alifanyiwa operation juzi, kwamba amemea nyama kwa tumbo. Wakati ziliwekwa kwa kilo kupima, they were more than 50 kilos. Zilipita kilo 50. Huyo mtu alikuwa anatembea na mwanamke. Akaruzugu nyama ya meretenda. Akatolewa nyama zilikuwa zimemea ndani ya tumbo.
ndani. Zilipima moto ni 50. Chikapimu chikaetani chikira misiri. Zikayelia kilo ngapa. Zikaangusha kilo pa. Ndoche na watu rabugulie binte mebere yeito. Kumbe tunaweza beba vitu katika miili yetu. Chinkoro cheito. Ndani ya roho zetu. Igobogoleti okeli. Igobogoleti ngo. Obogoleti ngo. Umebeba fulani, umebeba fulani. Sasa unatembea kama kiwete. Noya kama mafuta ulikula ba. Hata ukijipaka mafuta uonekani. Unabogetse. Ebintu bogoleti bire bingi. Vitu umebeba ni vingi mno. Tegerera. Sikiliza. Tagora. Bomoa. Yeriri gatali yao. Bomoa, shusha mgonjwa chini. Lero iga. Leo hii Yesu gagoteba. Yesu anasema ngonte ne ino murango. Nimesimama mlangoni. Ngona gokongonta. Ninabisha. Ke muntu ngigorere. Nifungulie. Baba ngigorere. Nifungulie. Igorera Yesu. Nifungulie, fungulia Yesu. Igorera Yesu aso. Fungulia Yesu aingie. Agoikie. Akushushe Amagata ayobogoleti. Hayo magonjwa uko nayo. Umebeba. Talia magonjwa amagata. Magata hiyo magata. Ebintu mpire bitali kukwana imeyeto lakini vitu bogole bikotoka ndiga. Kuna vitu tumebeba ndani yetu zinatuendesha kama viwete. Noma yeto muntu nare utalikora kende kija. Unajua kuna mtu kazi yake yeye haoni mazuri. Nobeke kikoro teki yeye wadana. Eke kiabwe kana kilikiana. Hata ukivaa kiatu mzuri anasema hii imefanana ile yangu. Tokora hata hiyo yokebeke tenga kikoro teki Christmas. Si hata uambie mtu mwenye amevaa kwamba hiki kiatu ni kizuri leo. Arao matenga na nje na agora uneki. Alafu mwambie hata mimi nilinunua kama hivi. Vitu suti chibako beka ine vitu na beka. Wacha kusema hizi suti wanavaa siku hizi ni vitu nilivaa kitambo. No. Hapana. Uyo jebeke tebono tigara yebeka. Huyu mwenye amevaa leo na yeye ameipata, wacha avalie. Ime yao ndani yako. Igobuguletia magata. Umebeba hiyo magata. Sijui inaitwaje Kiswahili. Magata hiyo magata Igabuguletia magata yobo bepuka. Amebeba magata ya ubaya peke yake. Bono baka mabena aruka korora oka. Sasa anaona mabaya tu. Maboyo bantu boka. Anaona mabaya kwa watu. Mabeya bantu. Anaona mabaya kwa watu. Kuba imeyaye ni gobo bepuka boro. Kwa sababu ndani yake kuna ubaya tupu. Bile otanga ki bagata gole nyumba y'omuntu. Bile nasema wakabomoa nyumba ya mtu mwingine. Na muntu itajiti ko complete. Na huyo mtu hakulalamika hata kidogo. Omukungu oli atikango tebi. Yule mwanamke, wacha nikujuze. Litukura tole ligatalia oira nase Yesu. Ile siku utaweka chini hiyo shida zako, urudi kwa Yesu. Watu wataanza kuona uzuri wao. Abantu mbachake ko robi ya bwao. Kuna watu wako kama gold. Abantu mbale bune gold. Wamechazwa na ubaya kila mahali. Baichire nobo bekerase. Siku utakubali upitie Yesu. Lituko orancherane oeterase Yesu. Ambaye ndio moto wa ukweli. Oyiro umuriro bwekene. Akuoshe. Agosibie. Watu wataona gold ndani. Abantu mbarore dabu imasole. Watu wataona mtu mzuri. Abantu mbaro montomia. Ebintu bitatu ntetekotewa. Nataka niseme vitu vitatu. Kanisa ikumkubali Yesu. Kanisa kare yancherane Yesu. Watu wamkubali Yesu. Abantu bamwancherane Yesu. Itacha. Igego ichora. Itacha chini. Ego ichoranse. Itacha juu. Ichore igoro. Itacha baka nje. Ichore baka isiku. Pastor. Bishop. Wacha tulete Yesu hapa. Tikatolete Yesu. Wamama. Abangina. Wazee. Abagaka. Wacha tulete Yesu. Tikatolete Yesu. Hii ni kanisa la Kipentekoste. Ni kanisa yake Pentekoste. Roho Mtakatifu achae hapa. Omo ikoma chenwa ichora. Tuhubiri Yesu. Torandi Yesu. Tukimhubiri Yesu. Toko morandi Yesu. Yesu atakaa hapa. Yesu na ichorema. Watu watachaa hapa. Abantu mba ichora. Wacha kustruggle na crusades. Tikago chandika na crusade. Wacha kustruggle na vitu. Tikago chandika na bintu. Hubiri Yesu. Randi Yesu. Nyumba yako hubiri Yesu. Nyumba ya orandi Yesu. There will be abundance. Ebo uichorango to karoro. Money will come to your house. Chiba senji chebuo. Good things will come to your house. Ebintebi yambiche se nyumba yao. When you call on Jesus. Ekera okurangeri Yesu. Yesu agasoa Kapernaumu. Yesu akaingia Kapernaumu. Tatangaza ati. Akutangaza. Lakini abantu bagaje. Lakini watu wakajaa. Nyumba hii na wewe alenge una chinyumba chindi. Hiyo nyumba ilikuwa kama nyumba zingine za kawaida. Lakini ekero Yesu asoeto. Lakini wakati Yesu aliingia ndani. Egaichora. Ikajaa. Amagata akawenugwa. Magonjwa yakapona. Vitu zikafanyika kwa ile nyumba. Bigakoreke binana se nyumba hiyo. Na nyumba ile tegara the same. Na hiyo nyumba haikubaki jinsi ilivyokuwa. And I am guaranteeing you. Na nataka nikuambie ndetengotere. You are not going to remain the same. Soliko chigotikara buna kwale. Because right now. Ikiagera bono. I know. Nimanyete. Jesus. Yesu.
is coming to your house. ngochale nyumba buo. Abantu mbali babwate Yesu enkoro yabo. Kuna watu wako na Yesu katika roho zao, lakini bamusiekeleta akanyumba gasini, lakini wamemfungia ndani ya kanyumba kadogo ase enkoro yabo katika roho zao. Tegerera, sikiliza, tigagutumika Yesu, wacha kutumia Yesu, tiga Yesu agutumike. wacha Yesu akutumie. Hallelujah, hallelujah. Abantu mbali bagutumika Yesu. Kuna watu wanatumia Yesu. Abarani na utura atumike Yesu. Wachungaji tunaweza kutumia Yesu. Kalonda kuno mubuko iganya orenga lero bintu mbio. Wakati naguza kwa mfuko napata hakuna pesa. I am prophesying to you. Nkokobanera lero. Lete libuga. Lete libuga. Buchoro gusini. Lete 1000 utende kubariki. Okuno gutumika Nyasaye. Huko ni kutumika Yesu. Okuno gutumia Yesu. Hiyo ni kutumia Yesu kwa njia mbaya. Yesu taragutumia. Na Yesu hajakutumia. Biblia inasema, Biblia goteba, Yesu agatumika abaorokia bae. Yesu akatumia wanafunzi wake. Wakarandie injili. Wakahubiri injili. Wakaweni amagata. Wakaponya magonjwa. Wakaweni abantu hao. Wakaponya magonjwa mbalimbali. Na sebata chete. Na mahali walikanyaga. Biblia goteba bintu bigachange. Biblia inasema mambo yakabadilika. Wacha Mungu atutumie. Tikanya sai atutumeke. Amen. Amen. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. 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 Alipo Yesu yanawezekana. Can you sing it everybody? Yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Inua mikono yenu kila mmoja. Hata wewe unayenitazama, popote ulipo, nataka uinue macho yako kwa Bwana. Mwambie Yesu, nakuhitaji katika moyo wangu. Njoo katika familia yangu. Njoo katika kanisa langu. Njoo katika kazi yangu. Yesu, ninakuhitaji. Ninakuhitaji. Muite Yesu. Murangeri Yesu. Muite Yesu. Murangeri Yesu. Muite Yesu. Murangeri Yesu. Na yote yanawezekana. Na yote yanawezekana. Sijui umetafuta nini. Sijui umeaminia Mungu nini. Sijui umesumbukia nini. Lakini nataka ukuambia, hilo jambo linahitaji Yesu. Hilo jambo linahitaji Yesu. Hilo jambo linahitaji Yesu. Mwite Yesu apatikanapo. Mwite Yesu anapopatikana. Yesu anapatikana sai. Maisha yako yatakuwa sawa. Mvulana, ninakuambia maisha yako yatakuwa sawa. My sister, your life will be okay. When you speak your situation to Jesus. Hallelujah. 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 Dear Lord, we thank you. We bless our listeners. They have heard the word. I am calling upon you, Lord, to touch your people, to reach out to your people. They are crying, oh God. Hear their cry, my Father. Hear their cry, King Jesus. Hear their cry. Hear their calling. Hear them, Lord. In the name of Jesus. Hear their situations. They are calling out your name. Hear them, my Father. Hear them, Lord. Touch them, Father. Touch them, Lord. Bless them, Lord. Those children who are sick right now, they have gone from hospital to hospital.
Lord, I speak healing upon them. I speak healing upon them. I speak healing. That those people who have tarmacked, looking for jobs, and they have given up. Others want to give up today. They are that one who want to take suicide. Oh Lord, I pray that you give them hope. Create jobs, oh Lord. Open the doors for them. In the name of Jesus. Young man, young ladies, listen. Jesus is coming your way. Jesus is on your way. As he entered Capernaum, he's entering your life today. He's entering your situation today. Don't give up, young lady. Don't give up, woman. Don't give up. Don't give up. Jesus is on your way. Call him. Oh Jesus. Oh yes. Enter my life. Save me now. Make me a new creature. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba. Uleta sadaka. Umenibeba. Umenibeba. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu umenibeba. Leta sadaka zetu hapa. Na kama umebarikiwa popote ulipo na hili neno la Bwana, nataka kukwambia njia moja ya kukubaliana na neno la Mungu ni kumbariki na sadaka. Ni kubariki kasi ya Mungu na sadaka. Hii mitandao tunayoonekana huko kwa radio, inahitaji support yetu. Na support yenye unafanya ni kuungana katika sadaka. So unaweza toa hata ukiwa Amerika. Unaweza toa popote ulipo kutumia Safaricom. Ambayo ni 33881. A till number ya 3331. Can you say that? 333 Good. Rudia tena. 331388. Good. Hiyo ukiweka pesa inaingia kwa kanisa na tunabariki watu wa Mungu. Tutakuja kila siku asubuhi na Bwana atakubariki. Father Lord, we thank you because of the people who have decided to stand with your work. I pray that you bless them and lift them. May their life never remain the same. May their families be blessed. May their works be blessed. May their farms be blessed. Because they have decided to stand with your work. And bless your servant. In the name of Jesus. Thank you because you will bless them. Those who are here and those who are in far. Remember them, Lord.
Thank you for this day and the word that we have shared. If people remember that when Jesus is in their hearts, things will change. And we are living in abundance. And in life that will come, we will live forever with you in heaven. That is our ultimate prize. The last days are here with us. Things are not good. May you remind people that, Lord, we are living in end times. We need you more than anyone else. Lord, help us to remember this word, to walk in this word. Because Timothy said we need to be of action. People of action. Like Apostle Paul tells us, and not hearers, but doers. Let us put words into action in the name of Jesus. Even as we keep on with our service, let this day be the day many will say that my life was changed, that something happened this day. We pray for your presence in the name of Jesus. Bless my listeners now. Bless those who are watching us and our beloved members. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. Amen. Barikiwa sana Bishop. Seseni wa mono Bishop. Amen. Asanteni sana mtumishi wa Mungu Pastor Steve ambaye amekuwa wa baraka kwetu kabisa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema ametupatia kwa na mtumishi wa Mungu huyu katika kanisa letu. Asante kwa wale ambao umetusikiza na pia umetazama kututazama katika mahubiri ya leo. Tunaombea Bwana wabariki na Bwana watende mema kwa jina la Yesu. Ibada yetu imeishia hapa ya kwanza. Tunaenda moja kwa moja katika Sunday School. Na maliza Sunday School leo saa 3:40. Alafu tutakuwa hapa pa saa 4 kamili. Tutakuwa tumeanza mambo ya fellowship evaluation. Kwa hivyo kama uko nyumbani, kuomba utakuja upate kwamba umepitwa ama kulingana na ratiba yetu umepitwa. Bwana wabariki kabisa. Mwenyezi Mungu tunakushukuru. Umekuwa pamoja nasi umbali huu. Umetulinda katika mwezi wa 3. Na leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza katika mwezi wa 4. Tunaomba kwamba utatembea pamoja nasi katika mwezi huu. Utakutana pamoja na mioyo yetu. Utakutana pamoja na wakubwa na wadogo. Utaponya watu katika mwezi huu. Utainua watu katika mwezi huu. Na jina lako lipewe sifa na liweze kuinuliwa. Asante kwa sababu ya kila umoja. Tunaomba katika ibada zetu zote uweze kuenenda pamoja nasi. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele. Wote waliohusika katika utoaji sadaka pamoja na zaka, naomba kwamba ukapate kubarikisha pamoja nasi katika mwezi huu. Katika viwango vikubwa tukaweza kukuinua. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba na kuamini, mtu wa Mungu asema amina. Amen. Bwana wabariki. Bwana watendee mema. Muwe na wiki njema wale ambao mnatutazama na hata kutusikiza. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.